Kwenye maisha ya sasa kuna watu ambao kuna tofauti ya kuna watu ambao ni productive, ambao ni wanadharisha zaidi, na kuna wale watu ambao wapo busy. Kuna watu ambao wapo busy, yani muda wote simu zinaita, nini, amechangamka, ni busy muda wote, lakini sio productive. Yani ukija kuangalia mafanikio yake baada ya muda yanakuwa ni madogo kuliko ile kazi ambayo anaifanya yeye na kiwango cha fedha ambacho anaingiza. Na kuna watu unakuta analipwa mshahara mkubwa sana, lakini ukija kuangalia maisha yake bado ana struggle kiuchumi. Yani anaonekana ni kama mtu ambaye ameanza maisha leo, lakini kumbe ni wa muda mrefu. Sababu kubwa inayosababisha mtu anakuwa na struggle kiuchumi, na ingawa analipwa fedha kubwa au anaingiza fedha kubwa, ni sababu kubwa ni inaitwa financial illiterate. Financial illiterate ni ile hali ya kutokuwa na elimu ya fedha au ujuzi wa fedha, jinsi zinavyofanya kazi. Mtu anaamini kuwa kwamba akiingiza kiwango kikubwa, ndio maana watu wengi unakuta anafanya kazi mbili, fanya kazi tatu ili aingize fedha kubwa. Anajua kwamba akiingiza pesa kubwa atapunguza matatizo ambayo ya kifedha yanayomkabili. Kumbe kama hauna elimu ya fedha, hata ukiingiza shilingi ngapi, bado baada ya muda zitaisha tu, kwa sababu matumizi yako yatakuwa ni makubwa kuliko kiwango cha fedha ambacho unaingiza. Ndio maana kuna kipindi watu wanashangaa mtu ambaye ameshinda beti, ameshinda milioni 100, milioni 200, baada ya muda unamkuta tayari tena anarudi kwenye umaskini vile vile. Watu wanajiuliza kwa huyu vipi? Ni kwa sababu amepata fedha ila hana elimu ya fedha. Kwa hiyo leo hii kama ukibahatika kupata fedha, au kama bado unajitafuta, kuliko kukimbilia sana kuingiza fedha nyingi, ni bora utumie muda wako kidogo, at least kila siku, kujielimisha juu ya fedha, mfumo wa fedha, jinsi ya kuingiza fedha, jinsi ya kutumia fedha, na jinsi ya kuziwekeza fedha. Watu wengi wanaamini kwenye kufanya kazi kwa bidii, kuweka akiba na kukopa. Hivyo ndio vitu ambavyo watu wengi wanaviamini, lakini uhalisia wa fedha unatakiwa sio kufanya kazi sana kwa bidii, unatakiwa work smart, sio hard working. Na vile vile uhakikishe unawekeza wisely, unawekeza kwa busara, na unapata matokeo ambayo unayatarajia. Kwa hiyo hakikisha unatumia nguvu kubwa kujielimisha juu ya elimu ya fedha. Hicho ni kitu ambacho kitakuja kukusaidia wewe